Leo ni siku yako. Wewe ni kiongozi, lakini pia wewe ni mhusika mkuu wa familia. Tuna mada 5 ambazo leo hii zitazungumzwa, na hapa mbele katika jukwaa tunao wazungumzaji ambao watatoa mada katika mada 4. Mada ya kwanza, nafasi ya wazazi na walezi katika malezi na matunzo ya watoto. Mada hii itatolewa na mwanaharakati wa masuala ya familia na uwezeshaji wanawake kiuchumi, mkurugenzi wa taasisi ama shirika lisilo la serikali linaitwa Wyckoff. Anaitwa Mwajabu Dhahabu, ni mkurugenzi, na miongoni mwa mafanikio yake makubwa ni kutatua migogoro katika ngazi ya familia, lakini pia amekuwa anafanya kongamano katika miaka 3 mfululizo ambayo anakutanisha watu katika ngazi za familia kwa ajili ya kufanya utatuzi wa migogoro. Karibu sana Mwajabu, apungie mkono wa kutazame na makofi kwake tafadhali. Na huduma za malezi, makuzi na elimu ya awali itasimamiwa na Innocent Lusomyo. Yeye ni afisa program wa shirika lisilo la kiserikali Childhood Development Organization, ambao ni waratibu wa wadau wa maendeleo ya malezi na makuzi ya watoto, na amekuwa akijihusisha katika masuala mbalimbali ya malezi na makuzi ya watoto, na amewahi kupata tuzo katika masuala hayo. Tunakuomba Innocent Lusomyo aweze kuwapungia mkono washiriki. Tunayo mada ya 3 inayozungumzia kuhusiana na uwekezaji katika malezi na makuzi jumuishi ya watoto. Sasa mada hii itatolewa na katibu wa Lemachu Taifa Violet Mwazembe, ambaye amesafiri kutokea Dar es Salaam mpaka kufika hapa Morogoro kwa ajili ya kutia nguvu katika siku hii muhimu kabisa. Yeye ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii, na miongoni mwa mafanikio yake makubwa ni kutambulika mchango wake katika jamii, na hivi karibuni alipokea tunzo ya utetezi wa masuala ya wanawake katika halmashauri ya wilaya ya Ilala. Nyosha mkono alafu wakupigie makofi kidogo. Na tunayo mada ya 4 ambayo ni GBV, ulinzi, usalama na ukatili. Tutafahamishwa mengi zaidi kutoka kwa afande Dr. Mwanaidi Luena. Yeye ametunukiwa udaktari wa heshima kutoka chuo kikuu cha USA, lakini pia ametunukiwa tuzo 5 na vyeti vya heshima 10 kutokana na kazi yake. Na tunafahamu kabisa Dr. Mwanaidi Luena anatokea dawati la jinsia ya polisi, ambacho ni kitengo maalum ndani ya Jeshi la Polisi Tanzania kinachojihusisha na masuala mbalimbali ya kesi, matukio mbalimbali ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Dr. Mwanaidi Luena anaweza kuwapungia washiriki mkono. Karibu sana. Mada ya 5 tutaitambulisha hapo wakati wake wa mjadala utakapowasili, na moja kwa moja tujikite katika mada yetu ya kwanza ambayo inasema huduma za malezi, makuzi na elimu ya awali inayotolewa na mchechemuzi Innocent Lusomyo, ambaye ni afisa program kutokea shirika la Childhood Development Organization. Na kwa taarifa ni kwamba Childhood Development Organization ni shirika kiongozi linaloratibu mashirika mengine yasiyo ya kiserikali yanayojihusisha na program za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto katika mkoa wa Morogoro. Na kama ambavyo umesikia wasifu wake, amekuwa na mafanikio makubwa na jamii inamtambua. Karibu sana. Eneo la malezi limekuwa na changamoto nyingi sana, lakini najitahidi na tafiti zinaeleza changamoto hizo na mambo mengi. Karibu sana katika mada hii ya kwanza, na tunakupa dakika zisizopungua 7. Asante sana. Ndugu MC, naomba nisimame ili sauti iweze kutoka barabara. Ninawasalimu. Mtoto sisi tunaitikia ni malezi. Mtoto ni malezi. Mtoto ni malezi. Asanteni sana. MC amenipa dakika zilizozidi 7 na nitazitumia kikamilifu. Lakini ninaomba ninapoanza kuwasilisha ninachokiwasilisha nianze na swali kwa washiriki wote tulioko hapa. Tumeanza na salamu ya mtoto ni malezi. Kwani malezi ni nini?
malezi ni nini? Watu wengi tumekuwa tukitofautisha au tukichanganya masuala ya malezi na masuala ya matunzo. Malezi ni nini na matunzo ni nini? Wazazi tulioko hapa, naomba tusikilizane. Wazazi wengi tulioko hapa leo hii tumekuwa tukichanganya dhana hizi mbili, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Lakini malezi ni nini na matunzo ni nini? Tunafikiri kwamba, na hasa sisi wakina baba, tunafikiri tukilipa ada ya shule, tukinunua uniform, tukimpeleka mtoto hospitali kwamba ndio tunamlea, tukimjengea ukuta mkubwa asiende kucheza na wenzie ndio tunamlea. Lakini je, ni kweli malezi ni hayo? Leo nitawapa tu maelezo mafupi ambayo ukitoka hapa utakuwa na kitu ambacho kitakusaidia kama mzazi wa leo na wa kesho. Malezi ni nini? Malezi ni mchakato ambao unahusika na maandalizi ya mtoto ili aweze kukubalika, kujikubali na aweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo kwenye kila ngazi ambayo anaipitia. Lakini malezi haya ili aweze kukamilika kikamilifu yanahitaji sisi wazazi, sisi walezi tuweze kuzingatia vipengele vikuu vitano muhimu ambavyo hata serikali leo hii kupitia program jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto imevisisitiza. Hawa watoto tunaowaona mbele yetu hawa, simameni watoto wazuri. Hawa watoto tunawaona leo hii hapa wako kwenye kituo cha malezi. Kituo hiki cha malezi tunategemea kiweze kuwapatia huduma kuu 5 ambazo ya kwanza kabisa ambayo anaipata nyumbani, lakini kwa sababu ya majukumu ya wazazi wakati mwingine tunalazimika kuwapeleka kwenye vituo vya malezi, wahakikishiwe kwamba wanapata lishe ya kutosha. Na bahati mbaya sisi wazazi, swala la lishe tumekuwa na upofu wa maarifa, tukifikiri mchanganyiko wa mchele, mahindi, dengu, karanga kwamba ndio unga wa lishe. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Ni lishe sio lishe hiyo? Ni lishe? Okay, sawa. Wazazi wanasema ni lishe, lakini tuzingatie watoto hawa tunawalisha nini? Kile tunachowalisha kinaathiri afya yao ya leo, ya kesho na ya baadaye. Tuhakikishe watoto wetu tunapokuwa majumbani tuwalishe vyakula ambavyo vina virutubisho, makundi yote ya chakula. Kama anakula protein, ale wanga kidogo, ale mafuta kidogo, vyote hivyo kwa pamoja vinachangia katika makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto huyu. Kwa nini tunampeleka kwenye vituo vya malezi? Utafiti ulikuwa unaonyesha hivi: watoto wengi miaka 10 iliyopita walikuwa wanafika darasa la kwanza na la pili hawajui kusoma wala kuandika. Sababu kubwa ilikuwa ni nini? Wengi hawa hawakuwa wanapata uchangamfu wa awali. Mtoto huyu anapozaliwa, sayansi inatuambia kwamba huyu mtoto anapozaliwa anazaliwa na robo ya ubongo wa mtu mzima. Sisi tunaelewana? Anazaliwa na robo ya ubongo wa mtu mzima. Maana yake ni nini? Kupitia mchakato huu wa malezi anaopitia, 75% inajazwa na yale ambayo atayapitia kwenye mchakato huu wa malezi kuanzia anapokuwa na miaka 0 mpaka miaka 18, lakini hasa mpaka miaka 8. Na ndio maana sasa serikali na wadau tunasisitiza kwamba sisi kama wazazi, sisi kama walezi tutie nguvu kubwa kwenye kuwekeza kikubwa sana kwenye malezi na makuzi ya awali ya hawa watoto. Kwa sababu kama tutawekeza kwenye afya ya mtoto huyu, tutampunguzia uwezekano wa yeye kupata kwashako, kupata utapiamlo. Kwa sababu akipata utapiamlo, kile kipato ambacho tunakitumia au ambacho tunakiingiza kitatumika kwenda kumhudumia huyu, na sisi kama wazazi na walezi tutakosa nafasi ya kwenda kufanya shughuli za uzalishaji. Nakushukuru sana Innocent Lusomya, amewasilisha kutoka
shirika la Childhood Development Organization. Lakini nitoe utaratibu hapa kidogo. Wale wenye maswali tutauliza baadaye, lakini kwa sasa tunakwenda kwenye mada nyingine ambayo nitaruhusu maswali mara baada ya kumaliza hii mada inayofuata, ambayo ni ulinzi, usalama na ukatili, kutoka dawati la jinsia polisi. Karibu sana Dr. Mwanaidi Luena. Asante. Basi pasipo kupoteza muda, mimi wote umndani wananijua. Kuna mtu ambaye anijui? Wote wananijua. Wanaonijua wanyoshe midole juu. Wanaonijua wote. Wote wanaonijua. Ambao leo ni wanata kwenye video, kwenye TV. Wanyoshe vidole. Wote tunajuana, si ndio? Ninaenda kuongelea ulinzi pamoja na usalama wa mtoto, ambapo ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu la kila mtu katika kuhakikisha mtoto huyu tunamlinda asipate vitendo vya unyanyasaji, vitendo vya kukataliwa, vitendo vya kunyanyapaliwa na vitendo vyote ambavyo vitamletea madhara. Lakini kwa nini tunamlinda mtoto? Tukisema watoto kwa nini tunawalinda? Tunawalinda watoto hawa kwa sababu kwanza watoto hawawezi kujilinda wenyewe. Hawawezi kujisemea, hawawezi kujisimamia. Ndio maana tunawalinda. Lakini tunawalinda kwenye kitu gani sasa? Tunawalinda katika zile aina ngapi za unyanyasaji wa kijinsia? Tuseme kwa moja ngapi? Tunazijua. Ya kwanza, unyanyasaji wa nini? Wa kiakili. Tuanze ule wa kiakili. Mtoto huyu muangalie, anatembea kama babake, sura mbaya kama babake, anatembea kama anarudi mbwa. Ule wa kiakili ndio anafanyaga hivyo watoto. Lakini ule wa kimwili, ule wa kuwapiga, kuwachoma, nimemtuma dukani amepoteza shilingi 50, nimemvuta masikio ama nimemfinya. Lakini wa kingono ambao saa hizi tuna shida nao sana, ule wa kulawitiwa na kubakwa. Tunaona kabisa hapa watoto wa kiume wanavyolawitiwa, lakini wanalawitiana wenyewe kwa wenyewe, si ndio? Ambapo tulifanya makosa hapa chini, tuliongea sana na mtoto wa kike, tulimlinda sana mtoto wa kike, anabakwa, tukamsahau baba, si ndio? Tukamsahau huyu ambaye atakuja kuwaoa hawa. Sasa kama tunawasahau hawa ambao tumwalinda wasibaki, watakuja kuolewa na nani? Maana nao wameanza kulawitiana. Kwa hiyo maana tunawalinda wasifanywe vile vitendo. Lakini nani mwenye jukumu la kuwalinda hawa watu? Ni nani sasa mwenye jukumu? Tunaona kabisa hapa hizi taasisi ambazo zisizokuwa za serikali zipo mstari wa mbele kuhakikisha wanawalinda watoto. Lakini serikali yetu ipo mstari wa mbele kulinda. Ndio maana tuna maafisa ustawi saa hizi kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya, kata, kote wapo kule maafisa ustawi. Wanasaidia kutoa elimu kwenye familia pamoja na watoto. Lakini tunaona tuna dawati la jinsia na watoto jamani. Tunapokea pale sasa watoto wanaofanya vitendo vya ukatili wa kijinsia. Lakini hata nyinyi wazazi, tumepokea jana wazazi wanataka kuachana, tumewaita ustawi wa jamii. Jamani, hao wameona hapa ndio sehemu sahihi. Tumewaita pale, tumesuluhisha ya wanandoa, wameshikana mikono wameondoka. Kwa zipo sehemu maalum ambazo wamewekwa watu kwa ajili ya kusaidia hizi changamoto ambazo zinawapata watoto. Lakini kuna kitu ambacho katika ulinzi na usalama wa watoto, kuna kitu ambacho tumekikosea. Unajua ile nyumba nzuri inatakiwa iwe na foundation nzuri. Uwezi ukaweka foundation ya matope, hapo juu ukaweka tofali za block. Kwa hiyo kila kitu kinaanzia na familia. Baba na mama, ni jinsi gani ambavyo mnaishi na hawa watoto? Je, baba na mama mnawajibika katika familia zenu? Siku hizi tunaongea na watoto wa saizi wana uwezo mkubwa sana. Ukimuuliza kuhusu mama, unaonana naye? Hapana. Mama akitoka kazini ampitizia chumbani ana chat. Yupo busy na magrupu ya WhatsApp. Hajui mtoto mchana ameshindaje, hajui mtoto shuleni amefanyaje. Kwa ni wakumbushe sasa kupitia hii siku ya watoto duniani, ni wakumbushe wazazi, sio nyinyi, na ambao wengine wanatusikia, kwamba tutenge muda wa kuwasikiliza watoto. Watoto tusipowasikiliza, mtoto wako atafika sehemu mpaka ameshaharibikiwa kabisa, wewe ndio unakuja kugundua. Hawa watoto tukitenga muda wa kuwasikiliza, wana tabia ya kusema, na watoto wanasema kweli. Mtoto akisema kitu usimdharau kwamba huyu mtoto muongo, ana tabia ya uongo. Msikilize. Akikwambia mjomba huwa ananishika matiti, dili na hilo neno matiti. Usiseme na kumzingizia kwa sababu huyo mjomba ni kaka yako. Dili naye, muulize saa ngapi, wapi, inakuwa vipi, atakwambia. Lakini tukianza kuwakatisha tu kwamba muongo wewe, hawatosema. Naomba sana niwasihi, mambo ni mengi ya kuyazungumza, lakini kikubwa kila mzazi ajue wajibu wake katika malezi na makuzi ya watoto, ili tuweze kupata watoto bora wenye familia bora,
kwenye jamii bora ambao wanakuwa hawafanyi vitendo vya ukatili wa kijinsia wala unyanyasaji wa watoto. Kikubwa zaidi, tusiwafanyie watoto ukatili wa kiroho. Ukatili wa kiroho uko vipi? Watoto wengi, wazazi wengi saizi hamwapeleki watoto kanisani, wala madrasa, wala Sunday school. Jumapili mtoto ambaye anatakiwa aende kanisani unasema huyu anawahi sana kila siku na school bus, ngoja alale leo apumzike. Kumbe pale unamkatia mtoto, unamfanyia mtoto ukatili wa kiroho, anashindwa kumjua Mungu, anakosa kuwa na hofu ya Mungu. Mtoto ambaye hana hofu ya Mungu lazima afanye vitendo vya ukatili wa kijinsia. Wazazi wenzangu na walezi mlioko hapa, mtoto mwenye hofu ya Mungu ataogopa, atasema Mungu ananiona, siwezi kufanya hivi. Mzazi yoyote, wewe mwenyewe kama una hofu ya Mungu, unategemea mtoto atakuwa na hofu ya Mungu? Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwasihi sana tupate hofu ya Mungu, tuwalee watoto wetu kwenye mazingira ya dini ili tuweze kutengeneza kizazi imara ambacho kinapendana na hakina masuala ya ukatili wa kijinsia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tunawezaje kukaa na hawa watoto wakawa na upendo wa kutueleza vizuri wakati ni wakali? Baba akifika mtoto anakimbia, anatafuta nafasi ya kujificha, au mama akifika anakuwa ni mpole na mkimya wakati mchana alikuwa akicheza vizuri. Asante. Wazazi wenzangu, naomba niwakumbushe kitu. Ukiona unarudi nyumbani watoto wote wanakimbia kwenda chumbani, hawakuheshimu, ujue wameshakupa majina. Kuna wazazi mnaitwa Simba, kuna wazazi mnaitwa Tembo. Simba amerudi, watoto wote wanakimbia. Wewe unajua watoto wanakuheshimu. Chunguza sana. Tujitahidi, ukiona watoto wanakukimbia uwe karibu aweze kukwambia. Anachokiongea ndugu mwezeshaji hapa ni ukweli kabisa. Watoto wengi wanaogopa kuambia nyinyi kutokana na jinsi ambavyo mtoto unamweka. Mtoto ukimweka karibu atasema, narudia tena, tusiwaambie watoto waongo. Akikwambia kitu, ukimwambia muongo hawezi kukwambia tena. Hata kama ni kaka yako ndo anamfanyia vile. Na kisha kuwa shoga mtoto, utakayepata hasara ni wewe mama au baba ambaye ulimpa mipaka mtoto ya kuwa karibu na wewe. Tuwe na upendo. Hata kupitia siku hii ya leo hii, usikute kuna watu hata wajapanga hata kula chakula tu pamoja. Kuna familia hazili chakula pamoja mezani. Baba anakula chumbani, mama jikoni, watoto kwenye vyumba. Leo mkale meza moja. Kula meza moja kunaleta upendo na ukaribu kwa watoto. Turuhusu maswali matatu ili tumruhusu aweze kuondoka. Mimi swali langu nazungumzia kuhusu ukatili wa kijinsia. Na kweli mmeona mfano, mimi nimewahi kuitwa mara 3 kuhusiana na ukatili kwa upande wa viziwi. Lakini vile vile wakati huo wanasema kuwa vipi unaonekana kweli ukatili kiziwi amefanya, lakini tayari upande mwingine wanasema uongo. Lakini sasa mimi sijui chanzo cha kuamua kusema kwa huyu mtu ni kiziwi amebakwa na sio kweli. Sasa chanzo nitasemaje? Ninashindwa kufahamu hadi sasa. Na mambo mengi yanatokea sehemu ya vijijini ambako mawasiliano kwa viziwi ni changamoto. Kuwa hata wakienda mahakamani mawasiliano yanakuwa ni changamoto, kesi inaahirishwa. Ndio swali langu hilo. Samoni wakubwa, swali langu linamwendea afande. Ni hivi, kivipi mnaweza mkamsaidia yule mtoto ambaye ameathiriwa kisaikolojia kwa ukatili kutoka kwa wazazi, marafiki zake wadogo au kutoka shuleni? Naitwa Rose Mtoro. Nilikuwa nauliza, swali langu ni fupi tu kwa afande. Mara nyingi msichana wa shule anapopata ujauzito na amepewa ujauzito na mvulana wa mwenzake wa shule, anayehukumiwa ni yule mvulana wa shule. Ni kwa sababu gani? Mimi niwataka maelezo kamili. La kwanza limetoka Kilosa. Anataka kujua ni jitihada gani ama hatua gani tunazifanya pindi ambapo wanaripoti wazazi wamepigana kwenye familia, lakini mara nyingi wanaambiwa nendeni mkamalize nyumbani. Kwanza nataka niwaambie majukumu ya dawati la jinsia na watoto. Dawati la jinsia na watoto ni kitengo maalum ambacho kipo ndani ya Jeshi la Polisi linaloshughulikia kesi zote za jinai zenye asili ya ukatili wa kijinsia. Nikisema kesi zote za jinai zenye asili ya ukatili wa kijinsia, tunaangalia amebakwa, amelawitiwa,
amepigwa, amekufa, aliyompiga ni mume wake ama ni mke wake, amekatwa mikono, aliyomkata ni mume wake, ameshambuliwa, aliyomshambulia ni mume wake. Kumbuka unaweza ukashambuliwa na mtu ambaye sio mume wako, hiyo ni jinai ya kawaida, sio jinai yenye asili ya ukatili wa kijinsia. Sasa wanapokuja watu ambao wamepigana, tunaangalia sisi pale jinai, ndipo hapo tunaposhindwanaga na wateja wetu. Tunaiangalia jinai. Hapo sisi hatutaki kusuluhisha. Ina maana baba si umempiga mama, ni kosa la jinai, si shambulio hilo. Tunatakiwa tufungue kesi. Tukifunga sehemu ya kufungua kesi, mama anasema hapana, tupeni nafasi tukaongee. Kibinadamu, inafanyika kibinadamu kwamba basi wapeni nafasi waende wakaongee. Lakini sisi pale huwa tutoi ushauri. Tunatakiwa tufungue jinai moja kwa moja. Mama ampeleke baba mahakamani. Tukifika stage ile wanakataa. Lakini hata tukilazimisha sasa tuipeleke mahakamani, mama akisharudi nyumbani, sisi wanawake tunajijua, tunabembelezwaga mara moja tu. Tukishaitwa neno mama, basi kile kipigo kinasaulika, anakuja mwenyewe mama. Naomba nitoe mfano, sitaki kuwapotezea muda, nataka nitoe mfano. Kuna mama alipigwa na mume wake, akapigwa mpaka akavunjiwa chupa sehemu zake za siri. Ni hapa Morogoro. Tukamchukua yule baba hadi mahakamani, hadi magereza, na tukasababisha hadi dhamana ashindwe kupewa. Magereza, mama Muhimbili kapona, katoka Muhimbili, cha kwanza alipofika Morogoro ni magereza. Watu wa magereza natuambia yule dada akaja, hatukuamini. Siku ya pili yake kaja akasema hapana, nimejifikiria, nimejitathmini, mimi sina wazazi, watoto 4 nenda nao wapi, nimemsamehe. Kumbuka mahakamani yule ndo shahidi mkubwa. Na hakuna sheria inayosema kwamba eti hata kama mwenyewe amesema nimemsamehe eti ahukumiwe. Haipo. Kwenye hizi tunatamani sana wanandoa, tunatamani sana haya mambo ya kupigana sio kufanya nini. Mkishindwana kabisa. Hata viongozi wa dini saizi wanasema mkishindwana kabisa muachane. Kwa nini? Kwa amani. Ili msije mkapiana ulemavu wa kudumu. Swali la kaka yangu Salumu anasema kuna masuala ya ukatili upande mtu ambaye ni kiziwi. Kila akijielezea anaonekana anasema uongo. Jamani, jeshi la polisi limetoa ajira mfululizo. Tena katika miongoni mwa watu ambao wamepewa kipaumbele cha hiyo ajira ni watu wanaojua alama za walemavu, wale wataalamu wa lugha na alama. Na tumeona pale walioomba hiyo ni wachache, lakini wale hata bila interview wale wamepita. Tunawataka wale tuwaweke kwenye madawati yote ya ukatili wa kijinsia, waweze sasa kuwasaidia walemavu wanapofika pale. Sisi Morogoro tayari tumeshaletewa. Mkifika pale Central Police kuna mtaalamu wa lugha, mtaalamu wa alama, kwa hiyo tunaongea na viziwi, tunaongea na watu wote, tunaongea nao vizuri tu. Anatafsiri yeye vizuri kabisa. Kwa hiyo saa hizi masuala ya kuonewa yanakuwa hayapo. Hadi mahakamani nenda nasimama naye. Lakini upande wa wanafunzi wa Morogoro Sekondari anasema tutamsaidia vipi mtu ambaye mwanafunzi amefanyiwa ukatili wa kiakili, ameathirika. Hasa anataka ushauri na saha. Tunaye mwanafunzi wenzenu mmoja ambaye ametoka shule fulani hapa, yeye alijiingiza kwenye vitendo vya kishoga pasipo kujua. Tumeanza naye jana kumpa therapy. Pale tuna wataalamu sisi wa ushauri na saha bure, sio kwamba kulipa. Na sio hao tu, hata wazazi ambao unaona wewe umechoka unataka kusemeshwa, pale kwetu dawati tuna wataalamu, watu ambao wamesoma kabisa, wanatoa ushauri wanasaa bure. Kwa yule mtoto mwenzenu ameanza kupewa, atapewa hiyo therapy kwa muda wa wiki nzima. Akitoka shule saa 9 anakuja pale, anaongea na mtaalamu, na lengo tumsaidie mtoto wetu aweze kubadilika. Na wakati huo tunampeleka hospitali kwenda kumtibia ili aweze kuondolewa uchafu ambaye aliwekewa kwa muda wa miaka 2, na ameahidi kubadilika kuwa baba, manake alishaanza kuwa na elementi za mwanamke. Kwa hiyo ni mtoto wetu wa mfano ambaye tunamsimamia sisi dawati la jinsia na watoto. Lakini kuna mama umeniulizia kwa nini watoto wakipeana mimba. Mtoto aliyopea mimba nataka nimrahisishie. Aliyempa mimba mwenzake ana miaka 17, aliyepewa mimba au aliyempa mimba aliyopewa mimba na miaka 17, aliyempa mimba na miaka 16. Yaani mwanaume ana miaka 16, mwanamke miaka 17. Lakini sheria hii tunayozungumzia ya kingono inayemhukumu ni mtoto wa kiume tu. Kwa sababu hii moja, wanasema mtoto wa kike anashawishiwa. Kwa hiyo pale saizi katika masuala ya haki haya tumeletwa kitu kinaitwa mahakama ya watoto. Yaani kitakachomrahisishia huyu mtoto wetu wa kiume
pamoja na kwamba miaka yake 16 atapelekwa mahakama za watoto na atawajibishwa kwa sheria za watoto. Kwa hiyo kama adhabu kwa wale wakubwa ilikuwa ni kifungo cha miaka 30, yeye atapigwa viboko 6. Kwa hiyo adhabu ni lazima apate wa kiume, kwa sababu wanawake tunaamini tunashawishiwa. Ndio maana sasa hata kama mtoto wa kike ana miaka 18 amebakwa na kijana wa miaka 20, lakini mtoto wa kike ndio lotoa hela ya chips yai, akatoa hela na ya Coca-Cola ya baridi, akalipa na hela ya gesti 40,000, akawasha na AC na feni ili asichoke, lakini akienda kulalamika atakayeshtakiwa ni yule mwanaume, sio yule binti, kwa sababu binti tunasema ameshawishiwa. Sasa mabinti zetu msiwashawishi watu, maana mnawafunga wengi kwa kweli. Maana mabinti zetu pia wa saizi ni mabinti ambao wanajua vitu vingi kushinda sisi wakubwa. Uongo wazazi? Sasa tukisha wajua hivyo, lazima tuwaambie wawasaidie vijana wenzao, wawasaidie kupitia hata mavazi. Watoto wetu wanavaa mavazi ambayo huwezi jua kama ametoka kwenye familia ya watu ambao ni wazima. Na wanaoacha pale, mimi kila siku nasema, hamnaga baba anayemuona mtoto wake amevaa kikaptula ama kitaiti akamwacha. Mama ndio kwanza anasema utaenda kuwatesa, umependeza mashallah, sijui nini. Yaani yeye wakimbize. Sisi kina mama ni changamoto. Mungu atusaidie na tufanye maombi. Jamani, asanteni kwa kunisikiliza. Moja kwa moja tujiongee katika mada ya 3 ambayo inasema uwekezaji katika malezi na makuzi jumuishi ya watoto, mada ambayo inatolewa na katibu wa Leta Mabadiliko Chanya Ulipo Lemachu katika ngazi ya taifa, anaitwa Violet Mwazembe. Takwimu kutoka shirika la Umoja wa Mataifa UNICEF linahudumia watoto zinaonyesha kwamba kila dola moja inayowekezwa katika elimu ya awali inaweza kurudisha hadi dola 7 kwa jamii kupitia ongezeko la tija, kipato na kupungua kwa matumizi ya kijamii kama afya na huduma za jamii. Kwa namna gani tunaweza kupandisha hicho kipato? Kwa sababu dakika zangu ni chache, nitaelezea kama ada ilivyosema uwekezaji. Uwekezaji ni nini? Na tutazungumzia swala la jumuishi. Uwekezaji ni jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza kwa mtoto. Na tunapozungumzia jumuishi, tutaangalia familia inawekeza nini, jamii inawekeza nini, serikali inawekeza nini. Tunaposema uwekezaji jumuishi, tunaangalia jinsi gani familia, jinsi gani ambavyo inaweza ikawekeza tangu mtoto akiwa tumboni. Unawekeza nini kwa mtoto wako tangu akiwa tumboni? Kuna watu ambao yuko ana mimba lakini analala ba. Manake yule mtoto tumboni kiasilia inaonekana kabisa anajua na anasikia. Lakini tukija kitu kingine ambacho tunaona katika uwekezaji, mtoto anapokuwa, tunaona watoto wadogo wanapofika mwaka 1 na kuendelea, unawekeza nini? Manake ubongo wa mtoto uko empty, hauna kitu. Itatarajia ni wewe unawekeza nini kwa mtoto huyo. Lakini tumeona jamii, unaona mama anakata viuno mbele ya mtoto, ujue ndio anawekeza hivyo. Lakini unaona labda baba na mama wanalala pamoja chumba kimoja, mtoto anachungulia, ndio anawekeza. Tunaona saizi watoto wadogo kama wamekuwa shuleni, ukienda kuongea na walimu hao watoto watakwambia vitendo gani wanafanya shuleni. Mtoto mdogo vile vitendo kavipata wapi? Manake umewekeza wewe mwenyewe. Lakini tunapozungumzia swala la jumuishi, familia ina mchango gani wa kuwekeza kwa mtoto? Nimeelezea familia lazima baba na mama. Aidha kuna familia ambazo Mungu kawabariki kupata watoto walemavu kama tunavyoona. Mimi nasema ile ni baraka na Mungu anakupima. Lakini unakuta mama anakimbia au baba anakimbia. Safari hii au dunia ya sasa sio baba tu anayekimbia, lakini kuna baba ambao wameachwa na watoto walemavu, mama akaenda kuolewa. Kwa hiyo tunaposema jumuishi au kulea familia kwa jumuishi, baba na mama wanatakiwa wawe wote jumuishi kulea mtoto. Lakini huyu mtoto endapo ametelekezwa, jamii inasema nini? Na ndio hapo tunaposema lete mabadiliko chanya ulipo. Kama tunawekeza kwa pamoja, familia hii imepata changamoto,
baba amekimbia, mama yuko peke yake. Nimeona familia moja ya Morogoro ina watoto walemavu 3, 4. Jamii unasemaje kuhusu ile familia? Vipato vya familia sasa tunajua. Je, katika eneo lako ambalo unaishi umewekezaje katika ile familia hata kumsaidia sabuni? Kwa hiyo tunaposema familia au malezi jumuishi, inajumuisha familia, inajumuisha serikali. Serikali inasemaje juu ya yule mzazi aliyekimbia kuacha familia? Wakati mwingine tunaposema malezi jumuishi au mtu kabaka mtoto ndani ya familia, manake familia itaenda kutoa ripoti. Wakati mwingine kesi, askari kaondoka lakini nitamani awepo. Wakati mwingine kesi zinamalizwa na polisi dawati. Anakuja yule mtu, kesi katika suluhu imeisha, yani hukumu inakuwa sio sawa. Manake inaonekana moja kwa moja huyu alistahili labda kufungwa kifungo fulani au adhabu fulani, lakini mtu anatoka amebaka, amefanya kitu fulani, lakini mahakama kwa sababu ndio chombo cha mwisho kinachotoa haki inakuwa imefanya imepotea. Lakini tunakuja kwenye kitengo kingine ambacho kinasema malezi jumuishi juu ya watoto wa kike na wa kiume. Wakati mwingine watoto wa kiume tumekuwa tukiwasahau. Jamii imekuwa ikimzungumzia sana mtoto wa kike, lakini ujumuishi wa kumlea mtoto wa kiume unahitaji jamii nzima, malezi jumuishi. Tunaona malalamiko mengi sasa, mashoga. Lakini tuangalie chanzo cha mashoga kilitokea wapi? Kwanza, kitu cha kwanza, kuwekeza kwa yule mtoto wa kiume kulianzia wapi? Wekezo alilolipata yule mtoto hadi akawa shoga, aliwekezewa nini? Shoga hawezi kutokea tu akawa shoga. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vilifanya vilimpelekea kuwa shoga. Aidha katika kuwekezwa kwake wakati yuko tumboni, lakini wakati mama na baba au jamii kwa ujumla. Lai yangu jamii tuunganishe nguvu. Tunapoona tunayo kampeni inayosema mtoto wa mwenzio ni wako, jizuie na zuia kumfanyia ukatili. Unapoona changamoto yoyote, wote tunastahili kuweka nguvu kumlea mtoto anayetuzunguka na jamii nzima kwa ujumla. Asanteni. Kwa wakati huu tunayo mada inayosema nafasi ya wazazi na walezi katika malezi na matunzo ya watoto, na mada hii itawasilishwa na Mwajabu Dhahabu, yani mkurugenzi wa WICOF ambalo ni shirika lisilo la kiserikali la kuwezesha wanawake kiuchumi, shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF. Katika taarifa yake linaeleza ya kwamba 1 kati ya 5 ya watoto hawachezi na wazazi au walezi wao nyumbani, na 1 kati ya 8 ya watoto hawana vifaa vya kuchezea wala viwanja nyumbani, na wapo wale wazazi ambao hawapendi watoto wao wachafuke. Kila wakati akicheza anagombana naye, atamwambia unachafuka, nani atafua nguo? Tunawazuia watoto kucheza. Kuna mengi ambayo tutakwenda kujifunza kwa siku ya leo. Nafasi ni ipi ya wazazi na walezi kuhakikisha malezi na matunzo ya watoto? Niombe utulivu wakati huu ambao tunaendelea na mada. Asante sana. Naomba nielezee juu ya nafasi ya walezi katika matunzo ya watoto. Kwanza ifahamike kwamba mzazi unapokuwa una mtoto wako tumboni, yule ni wa kwako, lakini mara unapomzaa mtoto yule si wa kwako, na ndio maana kuna sheria na kanuni juu ya malezi kwa watoto. Kwa mfano, sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009 inaeleza ni jinsi gani inaelezea kuhusu haki na malezi na usalama wa watoto. Watoto wana haki ya kupendwa, watoto wana haki ya kupelekwa shuleni, watoto wana haki ya kupatiwa matunzo kama vile malazi, chakula pamoja na kupatiwa matibabu. Tunaposema malazi, haimaanishi mtoto umlaze sehemu ambayo ni hatarishi. Haimaanishi mtoto ukamlaze chini ya sakafu. Haimaanishi, tunaposema pia watoto waweze kuhudumiwa katika masuala mazima ya matibabu, huwezi ukamlaza mtoto bila neti, kwa sababu kwa kufanya hivyo atapata malaria. Kwa maana hiyo,
unapokuwa umemzaa mtoto hakikisha anapata yale mahitaji muhimu. Pia ushirikishwaji wa watoto ni mojawapo ya haki zao katika familia. Tukisema ushirikishwaji ni vipi? Tunapokuwa tunapanga maendeleo au mipango ya familia, ni lazima kuwashirikisha watoto, kwa sababu na wenyewe kwa vile ambavyo tunawashirikisha na baadaye wanaweza kuwa wazazi bora. Watoto hawa tunaoongelea ni watoto wa makundi yote. Watoto walemavu wana haki ya kusoma, wana haki ya kupendwa, wana haki ya kupatiwa matibabu kama watoto wengine. Hivyo ni wajibu wa kila mzazi kujua kwamba mtoto ni kupatiwa malezi bora na sio bora malezi. Mama na baba ndani migogoro haiishi. Kila wanapogombana wanagombana mbele ya watoto. Tunawajengaje? Tunawekezaje hawa watoto ambao tunasema ni taifa la kesho? Kwanza kabisa naomba niseme tu kwamba watoto wanajifunza kwa kusikia, kwa kuona. Na umeongelea swala la wazazi kugombana mbele ya watoto, si ndio Juzi tulifanya kipindi pale redioni, uliuliza maswali na tuliweza kushare vizuri sana kwamba mtoto ambapo unavyomlea leo, matokeo yake ni yule mzazi wa baadaye, mzazi bora wa baadaye. Hata kiongozi bora wa sasa ametoka kwenye familia bora. Nirudi kwenye swala la kusema kwamba kutokana na vipato kuwalaza watoto chumba kimoja. Nasikitika tu kusema kwamba kwa kufanya hivyo huu ni ukatili kama ukatili mwingine. Hivyo nitoe rai kwa wazazi, tunapokuwa kule majumbani tuangalie ni jinsi gani ya kuwalaza hawa watoto wetu katika kushare vile vyumba. Zimeshatokea kesi za ndugu kupeana ujauzito, zimeshatokea kesi za namna hiyo. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa kuwalaza watoto wa kiume na wa kike chumba kimoja ni ukatili kama ulivyo ukatili mwingine. Hivyo wazazi tujitahidi katika utafutaji ili tunapokuwa tunapangisha vile vyumba kule mtaani basi viwe ni rafiki kwa watoto wetu. Wa kiume wale na chumba chao, wa kike wale na chumba chao. Asanteni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwanza kabisa ninashukuru kwa kupata fursa ya kuanza kuchangia, lakini kabla sijaenda kuchangia naomba niweze kujitambulisha nikiwa na timu yangu. Sisi ni wanachuo, tunatoka chuo cha Sokoine University of Agriculture Mazimbu, tunasoma Masters of Psychology and Counseling. Tukasema tuje hapa na sisi tuweze kuchangia vitu vichache. Kwa majina naitwa Amina Babu, katika mada ya nafasi ya wazazi. Kwa upande wangu naweza nikachangia kwa kusema kwamba wazazi ama familia ina nafasi kubwa sana katika kuonesha mustakabali wa mtoto. Bimana katika familia au katika mzazi tusiweke mipaka baina ya baba au mama. Tukiweka mipaka baina ya wazazi wawili tutashindwa kuweka muendelezo mwema katika kuwalea vijana wetu. Inatokea mzazi wa kiume anakuwa ana sauti sana kuliko mzazi wa kike mpaka mtoto anashindwa kumfikia mzazi wake katika kumueleza shida mbalimbali zinazomkumba. Hivyo katika kuchangia ninapendekeza sisi kama wazazi tuweze kuweka umoja baina ya familia yetu ili tuweze kuwaendea katika kutatua shida za mabinti na vijana wetu. Mabinti wengi wanapata mitihani huko nje, lakini wakifika ndani wanashindwa, nitaanzaje kumwambia baba ama nitaanzaje kumwambia mama, kutokana na mipaka iliyowekwa ndani. Mtoto hana uhuru wa kusema kwa wazazi wake, kwa sababu akisema anaonekana kwamba si lolote si chochote. Tuwape thamani na tuwasikilize watoto wetu. Majina naitwa Witness Foya. Mimi ni mchango tu, nilikuwa nataka tu pia kuchangia swala la familia. Karibu. Halikwepeki. Familia sasa hivi kuna sayansi na teknolojia. Yaani kuna mambo mengi ya kisasa. Watoto wengi wanapevuka wakiwa wadogo, wakiwa na miaka 2 tayari mtoto anafahamu. Sasa familia inaona bado yule ni mtoto mdogo
bado analala naye, anabaki naye chumbani. Yule mtoto kwa sababu ni mjanja, kuna mambo mengi anajifunza. Hili nimependa niliongee kwa sababu kwanza mimi ni mmoja wapo wa malezi na malezi jumuishi kwa watoto. Hili swala, watoto wakishafikisha miaka 2, hebu jaribuni kuangalia namna wazazi mnavyolala nao, namna ya shughuli ambapo mnaweza kufanya chochote kile, mtoto huwa anakiiga. Mtoto anaiga ile tabia, anaona na unamuona kabisa mtaani anafanya vile. Kwa hiyo jamani, kwa sababu tumekaa familia hapa, nimeona niliseme hilo, tuwe makini sana. Mimi nilikuwa naomba niongezee mchango katika ulinzi na usalama wa mtoto. Afande Dawati amezungumzia ukatili wa mtoto, lakini sasa hivi kuna ukatili ambao unaendelea kwa kasi na unakuwa kwa kasi kutokana na sayansi na teknolojia. Ukatili wa kimtandao, ukatili wa mtoto mtandaoni. Tuna jinsi ambavyo teknolojia inakuwa, tunawaruhusu watoto wetu yani washike au watumie vifaa vya kiteknolojia. Tuna wote mashahidi, watoto wote sasa hivi wanajua kutumia mtandao. Hata umri ule pale, ukiweka tu simu yako hapa atachukua aanze kucheza game. Lakini je, wazazi tunajua watoto wanaangalia au wanaangalia vitu gani katika mtandao? Kuna watoto sasa hivi 4 mpaka 10 wanafanyiwa ukatili mtandaoni. Kuna wahalifu wa mitandaoni ambao watoto wanakutana nao wanapoendelea kutumia app mbalimbali. Watoto sasa hivi wana uwezo wa kufungua app mbalimbali ambazo sisi pia wazazi hatuna uwezo. Wakati mwingine tunakuwa hatujui watoto wanaangalia nini, wanakutana na nini, na wakati mwingine watoto wanatishwa kwenye mtandao, wanakutana na wahalifu wa mtandaoni. Mhalifu wa mtandaoni anamtisha mtoto atume picha mbalimbali. Wakati mwingine wanaambiwa hata kutuma picha za utupu, na wakati mwingine wanakuwa blackmailed watoto. Mtoto ana kisaikolojia, anakuwa hawezi tena hata concentrate masomo, anakuwa vibaya, na hata mzazi ni ngumu sana kutambua au kujua kwamba mtoto wake anafanyiwa ukatili mtandaoni. Ni mpaka tunaambiwa kwamba mtoto tuwe karibu na watoto, mpaka mzazi awe karibu kabisa na mtoto ili aweze kugundua hilo. Wakati mwingine unakuta mtoto amejifungia ndani, yuko kwenye internet, mzazi wala hujui mtoto anaangalia nini. Mtoto unaporudi tu nyumbani unachukua simu yako, mtoto anachukua, anafungua password, anaangalia umetumiwa picha mbalimbali. Tuna magrupu tofauti tofauti wazazi, na tunatumiana picha nyingi ambazo wakati mwingine wala hazina maadili, lakini mtoto anafungua. Akifungua mtoto anaangalia kule anachokipitia mtoto kwenye akili yake, wala sisi wazazi hatujui, wala wakati mwingine hatutaki hata kufahamu. Kwa hiyo wazazi, ni jukumu letu pamoja na kuwa karibu na watoto, tuwalinde watoto na mitandao. Tuhakikishe kwamba kama ni TV ujue program gani mtoto anaangalia, kwa sababu kuna program pia ambazo sio rafiki kwa watoto. Kuna parental guide ambazo tunaweza tukazitumia kuwalinda watoto na ukatili wa mtandaoni kwenye TV wanazoangalia, kwenye mitandao ya simu na app mbalimbali kwenye kompyuta ambazo watoto wanaweza wakafanyiwa ukatili au wakakutana na wahalifu wa ukatili mtandaoni. Asante. Sheria zinasemaje mwanamume anayetelekeza mtoto aliyezaliwa na ulemavu? Kwa sababu anapomkimbia ni sawa na muuaji, wafungwe kama wanavyofungwa wale wauaji kabisa. Yaani unamwacha mtoto alafu anaanza kuangalia, anasema hafanani na sisi, hafanani na mimi, hafanani na huko, hafanani na huko. Yeye sasa ni Mungu. Sasa hawa mama waliokuja na watoto walemavu, samani siwasemei, inawezekana wapo wengine wametelekeza na wenyewe baba zao waume zao wangekuwepo. Tukihesabu hapo watoto wako wangapi, tuone baba zao wako wangapi hapo, utakuta hata hayupo. Sasa sheria zinasemaje? Moja. Lakini la pili, naomba watoa mada, tunapopata forum kama hii, mnapozungumzia katika nyanja zote, zungumzieni na wazee, bibi, babu. Wazee hawazungumzi kwa sababu huko vijijini jamani, tuna bibi na babu wametelekezewa watoto, sio kutelekezewa. Wengine watoto ndio wamekufa walikuwa huko. Amepoteza mtoto wa kiume, amepoteza mtoto wa kike, wajukuu wanakuja kwa bibi. Bibi huyo naye amechoka. Lakini wazee hawachukuliwi katika hatua katika mada za kuwafundisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amen. Ni wanaume wangapi, nitaka kumuuliza Skari, ni wanaume wangapi waliotelekeza watoto waliozaliwa na ulemavu wamefungwa? Nataka kujua. Kama hawapo basi imfikie Gwajima, Mheshimiwa Gwajima alijue hilo nalo. Tusiwasahau wazee wanaolea watoto
ambao wamepoteza watoto wao wasaidiwe. Na maana kwamba wanalea watoto yatima. Lakini limfikie Mheshimiwa Gwajima ni wanaume wanaotelekeza mtoto aliyezaliwa na ulemavu. Hatua gani, sheria kama zipo zichukuliwe, wafikishe mahakamani. Nilikuwa naongezea hilo tu wapenda. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimeshatambulishwa, lakini mimi siko peke yangu, niko na wajane. Tuna kundi la wajane ambao ni sehemu pia ya watu huenda wenye mahitaji maalum. Tafadhali wale majasiri ambao tumetangulizana wasimame tuwaone. Hao ndio tumekuja nao. Hao ni wadau wakubwa wa malezi. Asanteni sana, mnaweza kukaa. Nimeambiwa kwamba niongee kuhusu viongozi wa dini wafanye nini. Mimi niseme hivi, kwa upande wa viongozi wa dini tuna kila sababu na kila nguvu ya kufanya, kwa sababu jamii yetu imechukua standard tofauti, yani viwango tofauti badala ya vile vya Mungu. Mungu ameweka kila kitu katika msahafu mtakatifu. Kwa mfano, kuna msahafu katika kitabu kinaitwa Mithali 22 fungu la 6, anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hatafanya nini? Hata isahau, hata iacha, hata atakapokuwa nini? Mzee. Kwa hiyo viongozi wa dini wanapaswa kusisitiza sana kurudi katika viwango, standard ile ambayo Mungu ameweka, na tukienda kule itasaidia na kuwa salama. Lakini jambo la pili ni kuhusu kuacha watoto bila kazi. Tumekuwa na standard ya kusema haki za binadamu ambazo ni sawa kabisa, lakini katika uelewa huenda inapitiliza, sijui. Kwa hiyo watoto wanaishi kama midoli. Tangu ni mdogo hakuna shughuli anazofanyishwa mtoto, na tunajua kabisa ubongo ukiwa umeketi haufanyi chochote, lazima itaingia vitu ambavyo havina maana. Ndio atapata muda wa kuangalia tamthilia, kuangalia na vitu gani vile vingine ambazo sio sawa sawa. Utafiti umefanyika katika chuo cha Harvard. Kwa muda wa miaka 75 wanafanya utafiti kati ya watoto ambao wanapewa shughuli za kufanya wakiwa nyumbani na wale ambao wanalelewa, mwache dada mfulie, sijui nini, amekuja tu amechoka. Tofauti imefanywa, utafiti umefanywa na kuonyesha tofauti kubwa. Hawa ambao wanapewa kazi za kufanya nyumbani wanakuwa na kitu kinaitwa kujiamini, confidence. Lakini sio hivyo tu, na ujue akiwa na confidence, hata akiambiwa nataka kukubaka, lakini usije ukasema, anasema hapana, siwezi, kwa sababu ana nini? Ana confidence. Hamna cha kusema ati ukiwaambia wazazi nitakuua, anasema hapana, najua huwezi kuniua kwa sababu sijakosea chochote. Ana confidence fulani. Lakini hawa watoto pia ndio ambao wakiwa watu wazima wana uwezo wa kufanya kazi na kuingiza fedha. Hali yao ya kiuchumi inakaa vizuri. Basi kwa sababu hizo mbili, viongozi wa kidini lazima turejee katika kazi. Kazi ni agizo la Mungu. Kwa hiyo watoto wafanye kazi, lakini pia tufundishe neno la Mungu. Kama kuna lolote katika haya ambayo yamejadiliwa na ninyi ndio mmekuwa watoa mada, tukianza na Innocent pamoja na Violet bila kumsahau Mwajabu. Asante. Mimi nilikuwa nataka nimalizie kwa kusema jambo moja, kwamba leo hii sisi kama walezi na sisi kama wazazi tutambue malezi ya mtoto yanaanza hata kabla mimba haijatungwa. Anaanza kuhudumiwa mama atakayebeba kiumbe kitakachozaliwa. Hata kama ni mkulima, ukitaka kupata mbegu na mazao bora, utaanza kwa kusafisha shamba lako, utaanza kwa kulipalilia vizuri, na hatimaye utapanda mbegu. Ile mbegu utakayoipanda itahitaji palizi, itahitaji madawa ya kuua wadudu, ili mche utakaomea na matunda yatakayozaliwa yawe matunda bora. La pili, watoto hawa tunaowazaa hawazaliwi wakiwa na ombwe la akili, kwamba wakiwa hawana akili kabisa, wakiwa hawana ubongo. Mtoto anazaliwa akiwa na robo ya ubongo wa mtu mzima. Itategemea unawekeza nini kwenye ile robo tatu inayobaki. Ni kazi yangu, ni kazi yako, tuwekeze na tupande mbegu iliyo bora kwa watoto wetu. Asante.
Mimi nilikuwa na shauri kwamba tutumie vinywa vyetu vizuri katika familia. Mjenzi mkubwa wa familia ni baba na mama. Lakini je, unatumieje kinywa chako kwa mwenza wako? Na mama, unatumieje kinywa chako kwa mwenza wako? Lakini unatumieje kinywa chako kwa mtoto wako? Wazazi wengine wanaita watoto wao mbwa, wengine anaita yeye mwenyewe anamuita wewe kama shoga vile. Na kuona kama shoga. Yaani wewe mwenyewe unamtamkia. Tutumie vinywa vyetu vizuri, kujitamkia wewe mwenyewe, kutamkia familia, kutamkia watoto. Vinywa vyetu viumbe maneno mazuri yenye baraka. Mungu awabariki. Naomba nisisitizie tu kwamba mtoto anayelelewa kwa upendo, mtoto anayepata mahitaji muhimu ikiwepo lishe, mtoto anayepata malezi bora, mtoto huyu huwa anafanya vizuri darasani. Yaani ukimwona mtoto ni smart darasani, basi ujue haya mahitaji muhimu yote huku chini anakuwa ameyapata kuanzia kwenye familia. La mwisho, najua sisi wa Afrika hatuna utaratibu wa kuruhusu watoto wetu watukosoe au watueleze vitu ambavyo hawapendi sisi tuwafanyie. Hivyo nitoe rai kwa wazazi na walezi kwamba muda mwingine turuhusu watoto wetu watuambie yale ambayo tunayafanya na wenyewe hawapendi kufanyiwa. Asante. Shukrani sana. Kuna mengi ambayo tumeyasikia na kujifunza kwa siku ya leo. Kutowekeza kikamilifu kwenye malezi ya awali ya mtoto ndiko kunakosababisha tunakuwa na jamii, watoto, vijana, watu wazima wenye changamoto nyingi. Jambo kubwa kwa ndugu wana kongamano ambalo tulifahamu kutokea kwa Amani Mwaipaja. Yeye ni mtaalamu ama amebobea zaidi katika utoaji wa elimu zinazohusu maisha kwa ujumla, na anapatikana katika mitandao yote ya kijamii, na amekuwa anatoa madarasa ambayo yamekuwa yanawasaidia na ziko shuhuda nyingi. Leo anakuja kuzungumza kuhusiana na wosia na mirathi. Yako mambo mengi atasema hapo, lakini utafiti unaoogopesha naomba niuzungumze. Ziko utafiti nyingi, lakini kwa haraka haraka swala moja kubwa kwamba changamoto nyingi za mirathi nchini Tanzania zimekuwa zikiongezeka kwa kasi kubwa sana. Sasa uandishi wa mirathi ni mdogo sana, ingawa 91% ya Watanzania wanakiri kwamba ni muhimu kuandika wosia. Lakini sasa ni 11% pekee waliowahi kuandika wosia. Sababu kuu ni ukosefu wa uelewa ambao ni 66%. Imani kuwa kuandika wosia ni kujiandalia kifo, wanaoamini hivyo wako 37%, na dhana ya kuwa mtu ni mchanga kuandika wosia ni 28%. Yako mambo mengine sana. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana. Nimeona nisimame ili waliokuwa kule mwisho wanione. Sasa nataka tujifunze kitu ambacho kitatusaidia katika kutatua changamoto za mirathi ndani ya jamii. Na mada ambayo tunaenda kujifunza inasema mfumo dume ndani ya mfumo wa mirathi. Naomba turudie hicho nilichokisema. Nimesemaje? Hizo sauti hazitoshi tena. Ambaye hataki kusema yatampata haya ambayo nakwenda kuzungumza. Narudia mara ya mwisho. Naomba turudie tena. Asante sana. Mfumo dume ndani ya mfumo wa mirathi. Sasa ngoja nieleze maana ya mfumo. Mfumo ni utaratibu. Unaweza ukawa kisheria au nje ya taratibu za kisheria, lakini unaongoza au unafanya watu waufuate katika kufikia malengo fulani. Fikiria hapa kuna akina mama, naona akina mama wengi, akina dada. Umeolewa, una watoto wako,
unapambana na mwenza wako kutafuta mali, nyumba, magari, vitega uchumi, mnapambana pamoja. Hizo ni mali za wanandoa kwa sababu zimepatikana kwa pamoja kati ya nguvu ya mwanamke na mwanaume. Tuko pamoja Lakini inapotokea mwanaume amefariki, taratibu za mirathi zinasema wanafamilia waanze kuorodhesha mali za marehemu. Wanapoanza kuorodhesha mali za marehemu, wataorodhesha nyumba ile, magari yale, viwanja, mashamba na vitega uchumi vingine. Wanaorodhesha kama mali za marehemu. Uongo kweli? Lakini tukumbuke hizi mali zilipatikana kwa nguvu ya pamoja kati ya mke na marehemu. Tuko pamoja Kwa hiyo wanaorodhesha vyote. Na wakati huo mwanamke amekaa ametulia, naye anachangia. Wakisema marehemu alikuwa na nini, anasema kuna kiwanja kule Mvomero, naye kinatajwa. Lakini hicho kiwanja ni moja ya mchango wake wakati kinapatikana, si ndio? Kwa hiyo wanaorodhesha mali. Alafu katika kugawa mali hizo wanaangaliwa warithi wa marehemu. Sasa wanamtaja mke, naye yumo. Kumbuka kwenye hizo mali naye ana mchango wake, si ndio Kama mume wake angekuwa hai, na kama ingekuwa yeye na mume wake wanataka kuachana, kesi inakwenda mahakamani. Mahakama ingeamua vitu viwili. Kama mume wake angekuwa hai, wagawane nusu kwa nusu, au mmoja apate asilimia fulani kutokana na mchango wake. Tumeona vizuri Lakini ikija kwenye mirathi, ndugu wanapoorodhesha mali hawafikirii tena kwamba mke alikuwa na mchango kwenye zile mali. Ndio maana nasema kuna mfumo ndani ya mfumo wa mirathi ambao unawaumiza, unanyima haki za wanawake. Kwa sababu watu wanapoorodhesha mali za marehemu, wanaorodhesha mali ambazo zilipatikana kwa nguvu ya watu wawili. Wakati huo watoto hawapo, au watoto wamezaliwa wamezikuta zile mali. Na kama haitoshi, watakuja watoto wengine ambao marehemu alizaa nje ya ndoa, nao wanasema tuna haki kwenye mali za nani? Mali za nani? Hiyo mali iliyopatikana kwa watu wawili, nguvu ya watu wawili, inagawanywa kwa mke, inagawanywa kwa watoto wake, inagawanywa kwa watoto wengine wa nje ya nini? Hapo ndipo ambapo tunasema kuna mfumo dume ndani ya mfumo wa mirathi. Tunatokaje mahali hapo? Nimefupisha somo. Upo utamaduni, akina mama, ukinunua kitu, umenunua TV, unaandika jina la Mr. Uongo au kweli? Umeenda ununua kiwanja kwa ajili ya mapenzi mema, unaandika jina la mume wako. Lakini siku unapofariki, watu hawataangalia kwamba ulikuwa na upendo kiasi hicho cha kuchuma mali pamoja na kuandika jina la mume wako. Sasa hizi ni changamoto kwenye mirathi. Natoa wito, kama wewe ni mwanamke uko kwenye siku ya leo, na aidha umewahi kuchangia mwanamke mwenzio akakosa haki, au umejipanga kwa sababu kaka yako amefariki, wifi hawezi kulisi hizo mali, kumbuka na wewe utakuwa wifi kwa wifi mwingine. Siku mume wako atakapofariki, mawifi wale wale ndio ambao wataendeleza mnyororo ule ule wa kusema wifi hauhusiki na hizi mali, hata kama ulikuwa ukimfariji mwenza wako akichoka kwenye majukumu yake ili muzipate hizo mali. Kama wewe ni mwanaume uko hapa, unachangia katika kunyima haki za mwanamke, haki za mke wa kaka yako, mke wa mdogo wako, kwa sababu tu unaona kwamba kaka yako ndio ana nguvu ya peke yake kwenye hizo mali. Siku na wewe utakapofariki, mke wako atapitia mateso yale yale ambayo na wewe ulimfanya mwanamke mwingine akayapitia. Ili tutoke mahali hapo, tuungane pamoja katika kutokomeza ukatili
dhidi ya wanawake katika mfumo wa mirathi. Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu naitwa Pili Birahi kama nilivyokuwa nimejitambulisha awali. Swali langu, ningependa kujua kipengele kinachohusu watoto wa nje ya ndoa kwenye mirathi, hapo inakaaje? Huyu mume ana watoto ndani ya ndoa na mke anawatambua watoto wake. Leo mwanaume anafariki, watoto kutoka nje ya ndoa wanajitokeza na hao watoto wanadai haki za baba yao. Hapo mwezeshaji, inakaaje? Watoto wanastahili kupewa ama hawastahili kupewa nje ya ndoa? Inawezekana mimi kabla ya kufunga ndoa nilikuwa na mali zangu ambazo nishazitafuta, labda na viwanja na na nyumba, na baadaye nikafunga ndoa. Sasa ikaja tukawa separated katika ndoa, au mume akafa, na mimi zile mali zangu ambazo nilitafuta nyuma ninazo, na yeye ambazo tumetafuta naye zipo. Hapo inakuwaje kwa zile mali ambazo nilikuwa nimetafuta kabla sijafunga ndoa na huyu mwanamume? Swali langu ni hili: nani mwenye wajibu wa kuandika mirathi ikiwa mali hizo ni za familia, zinamilikiwa na mke na mume? Kwa mfano, kuna mali kwa mfano kama nyumba, viwanja na magari, wanandoa wanaopendana wengine wanaandika majina yote mawili kwamba kiwanja hiki ni mali ya fulani na fulani. Sasa swali langu ni hili: nani mwenye wajibu wa kuandika mirathi? Majina naitwa Rehema Mwakipesile. Mimi nimetangulizana na mama Tuvako, ni mwathirika wa mirathi. Samahani mwezeshaji, nilikuwa nauliza kwa nini mtu anapofariki ndugu wa mwanaume wanasema hii mijadala yote ya kifamilia inawahusu ndugu wa mwanaume? Utakuta mashemeji na mawifi ndo wanapewa kipaumbele kuzungumzia swala la mirathi na utaratibu mzima wa mirathi ya marehemu. Na pili, watoto, unakuta mwanamke hana haki hata na watoto wake. Mimi nilinyang'anywa watoto 4 wakaondoka. Watoto wamerudi miaka 10 baadaye. Nataka kujua shemeji na wifi ni nani kwenye mirathi ya ndugu yao. Swali langu linasema hivi: mnapokuwa mme na mke mmetafuta zile mali, bahati mbaya mke akafariki, familia ya mke inao uwezo wa kwenda kudai mirathi? Kwa sababu huwa haitajagwi kabisa familia ya mke wakati mke anapofariki na mume akabaki na zile mali, na wala hakuna kumbukumbu ya kesi ya mke, ndugu wa mke kwenda kudai mali za marehemu ndugu yao. Kuna kumbukumbu tu nyingi ndugu wa mume kudai mali ya ndugu yao. Naomba ufafanuzi. Asanteni sana kwa maswali mazuri. Swali la kwanza linasema haki za watoto wa nje ya ndoa zikoje? Na mtu akatoa mfano hapa kwamba unakuta mtu ana mume wake anapofariki wanakuja watoto wengine. Na hapa nasisitiza, wapambe ambao watoto wa nje wakiletwa ndio huwa ni hao mawifi na mashemeji. Tena anaweza hata kamsifia, jamani anafanana na kaka, ona pua, yani ni kaka yangu yule yule kabisa, akaungua na kilio. Uongo kweli? Sasa kanuni ya msingi ya kisheria iko hivi: kila mtoto ana haki ya kurithi mali za mzazi wake, iwe baba au iwe mama. Hiyo ndio kanuni ya kwanza. Kwa hiyo hata watoto wa nje ya ndoa, mama yao wakifariki, kama alikuwa na mali, wana haki ya kurithi mali ya mama yao. Baba akifariki hivyo hivyo. Sasa swali hili nalichanganya na lile lingine ambalo unakuta akifariki mwanaume ndipo kunakuwa na changamoto nyingi, lakini akifariki mwanamke unakuta hata mirathi haifunguliwi, si ndio? Watu wanaona kuna amani. Ndio maana nimetoa somo, nimelifupisha, la mfumo dume ndani ya mfumo wa nini? Yaani ile tu dhana kuamini kwamba hizi mali zitakuwa zote za nani? Ndio mfumo dume. Mfumo dume unampa kipaumbele mwanaume, unampa kipaumbele mtoto wa kike.
na huu mfumo upo hata kwenye mirathi. Ndio maana akifa mwanamke, hakuna shemeji wala wifi anayetia pua kwenda kumsumbua yule mwanaume. Lakini akifa mume wake, mashemeji na mawifi wanaingia. Kwa hiyo msingi wa kwanza ni kwamba kila mtoto ana haki ya kurithi kutoka kwa mzazi wake, iwe baba au iwe mama. Sasa changamoto hapo ni nini? Kwa kifupi ni kwamba baba na mama, mke na mume, kama hawajaweka mazingira ya umiliki wa mali zao kisheria, ndipo changamoto zinapokuja, kwa sababu watakuja na watu wengine kuchukua ile nguvu ambayo mwanamke alichangia kwenye zile mali. Kwa hiyo ndio changamoto. Sasa cha kufanya, kama wewe uko hapa ndani una mume wako, wewe uko hapa ndani una mke wako, unajua una watoto wengine wa nje ya ndoa, wewe mume unajua, wewe baba unajua, wewe mama unajua, andaa mazingira ili hao watoto wasiwe chanzo cha mgogoro na kupora haki za watoto wengine kwenye familia yako. Huu ni ushauri na wapa wa bure. Lakini kama kuna mtu anapitia changamoto ya namna hiyo, sisi pale Kituo cha Msaada wa Sheria tuna darasa kila siku ya Jumatano. Watu wote wenye maswali, wenye changamoto wanakuja kupata darasa, na wale wenye migogoro mahakamani, kwa sababu kila mgogoro wa mirathi una sura yake. Mwingine anamlalamikia shemeji, mwingine wifi, mwingine watoto wa nje, mwingine watoto wa kuwazaa mwenyewe, lakini wanamsumbua mama yao mzazi. Yaani watoto wanafumba macho na wenyewe wanaamini kana kwamba mama hana mchango, wakati wao wamepatikana kupitia mchango wa huyo mama. Kwa hiyo tunawakaribisha pale ofisini. Swali lingine, mali kabla ya kufunga ndoa. Utaratibu ni kwamba kunapotokea mgogoro kama ni wa ndoa au mirathi, na kuna mali ambazo zilipatikana kabla ya ndoa, jamani, ndoa ikifungwa inajulikana imefungwa lini, si ndio? Tarehe za kufunga ndoa zinajulikana, cheti cha ndoa kipo, iwe gari, iwe kiwanja, kumbukumbu zake zipo. Kwa hiyo kikubwa ni kuleta hoja kwamba hizi mali 1, 2, 3 hazikupatikana ndani ya ndoa, zilikuwa ni mali zangu binafsi. Na ikiwezekana, kama una vielelezo, una hati ya nyumba, una hati ya shamba, kiwanja na kadhalika, vyote vinavyotambulisha kwamba wewe ndio mmiliki, unaweza kuvitumia kwenye swala lako. Kama jambo haujalielewa vizuri, una dukuduku, maoni au una tashwishwi, tunakukaribisha ofisini Kituo cha Msaada wa Sheria kwa msaada zaidi. Swali la 3. Nani ana haki ya kuandika mirathi? Narekebisha. Mirathi haiandikwi. Kinachoandikwa ni wosia. Mirathi ni utaratibu wa kusimamia, wa kugawa, wa kuendeleza mali zilizoachwa na marehemu. Tumeona vizuri? Kwa hiyo kigezo cha kwanza cha mirathi, lazima marehemu awe tayari hayupo. Akiwepo, hiyo sio mirathi. Marehemu kabla hajafa akianza kugawa mali zake ametoa kama zawadi. Kwa hiyo kila mmoja ameshakufa na nini? Na chake. Lakini anapoweka kwenye kumbukumbu kwamba nikifa mali yangu, shamba langu fulani, hili achukue fulani, hili achukue fulani, hili achukue fulani, hiyo sasa hapo ndio wosia. Kwamba marehemu kabla ya kifo chake aliacha wosia. Tumeelewana vizuri? Na wengi wetu huwa tunaogopa kuandika wosia. Na wosia unaandikwa na mtu yeyote. Jamani akina mama, msifikiri kwamba sisi wanaume tutatangulia kufa, bado tupo sana. Kwa hiyo yeyote anaweza kuandika, ayo mwanamke ayo mwanaume. Nitatoa mfano. Kuna baadhi ya taasisi za serikali na taasisi binafsi, unapopata ajira yako unatakiwa uandike asilimia ambazo mume wako au mke wako atachukua iwapo utakuwa umefariki. Uwe ni mfanyakazi wa kike au mfanyakazi wa kiume. Utaratibu huo unaweza ukafanywa kwenye mashirika, taasisi binafsi, serikalini, au wewe mwenyewe ukaandika kabisa, nitakapofariki naomba 70% achukue mtoto wa mwisho, 10% hizi achukue fulani, na mwisho wa siku
ule wosia utasaidia kuepusha migogoro. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya wosia. Wosia ni tamko la maandishi au la maneno linalotolewa na mtu kabla hajafa. Sasa tusichanganye na kisa cha mwanampotevu aliomba urithi wa baba yake. Hile sio wosia wala sio mirathi. Na taratibu za mirathi, mtu anapofariki wanafamilia wanakaa. Wakati fulani unakuta mwanamke anahangaika, anasubiri mpaka ukoo mzima wa mwanaume ukae, alafu katika huo ukoo kuna wawili au watatu wanakwamisha hicho kikao kisifanyike kwa sababu wao na maslahi na hizo mali. Jamani, wanafamilia ni pamoja na wewe mke na watoto wako. Yaani unaona hapa watu mambo yaeleweki. Ita watoto wako waambie jamani baba yenu amefariki, kuna 1 2 3. Shirikisha na upande wa ndugu, lakini watu wa kwanza wenye maslahi na hizo mali ni watu ambao walikuwa karibu na marehemu na wanastahili kupata hizo haki. Kwa hiyo katika hili niseme tu kwamba taratibu za kuandika au wosia na au kuandaa mirathi, yawezekana wengine hapa wamefiwa lakini hawajui. Upo utamaduni, mtu amefiwa wanaona hakuna tatizo, mbona hakuna mgogoro? Jamani, migogoro ipo. Yawezekana saizi hujaona mgogoro. Mgogoro unaweza ukatokea. Mtu anaweza akawa na shamba, mtu kavamia ile shamba, lakini ile shamba hati zake zinaonyesha kwamba lilikuwa la mwanaume. Aya, unaendaje mahakamani kudai hilo shamba? Ukienda mahakamani unasema mwenye shamba amefanyaje? Amefariki. Nani msimamizi wa mirathi? Msimamizi wa mirathi hayupo. Utakuwa umepoteza haki yako. Kwa hiyo usisubiri mpaka migogoro itokee. Mtu anapokuwa amefariki, kaeni kikao, andeni muhtasari na nyaraka nyingine, mkafungue mirathi ili kuokoa au kuepusha migogoro zaidi. Swali la 4. Kwa nini ndugu, mashemeji na mawifi huwa wanapenda kuingilia? Hawa ni akina nani? Kuna mtu amehoji. Hawa mawifi ni mawifi na mashemeji ni mashemeji. Hawa ambao nyie mnao. Lakini wanasubiri siku kaka yake kafariki, mdogo wake kafariki, ndipo anze kuonyesha makucha yao. Kwa hiyo moja ya chanzo kikubwa ni ule mfumo niliosema. Yaani wanaamini tu, hata wanawake wenyewe wapo wanaoamini kwamba kaka yao akifariki mwanamke mwenzao hastahili kupata hizo mali na watoto wake. Uongo kweli? Yaani hata wanawake wenyewe wapo. Ndio maana nimesema pale, kama wewe ni mwanamke inatakiwa usimame upande wa mwanamke mwenzio. Hata kama kaka zako wako wengi, simama waambie jamani, sikilizeni, hiki mnachofanya, hata mimi siku moja mwenzangu akiondoka nitashambuliwa na mawifi wenzangu, tusiendeleze ule mnyororo. Swali lingine, familia ya mke inaweza kufungua mirathi? Nishajibu. Inaweza kufungua mirathi. Na mirathi ina sura nyingi. Kuna baadhi ya taasisi, nazungumza hii somo kwa upana kidogo. Kama mwanamke ameajiriwa, wanahitaji taarifa zake za watu ambao watafaidika iwapo atafariki. Moja ya taasisi hizo ni NSSF. Wangapi wanananiza NSSF hapa? NSSF PSPF, unajaza pale majina kama ya watoto wako, majina ya mume wako. Kwa hiyo siku haupo wanaanza na hayo. Sasa mwanamke akifiwa, ndugu zake wanaweza. Ndio maana katika taratibu za ufunguaji wa mirathi wanasema kikao cha familia kikae. Hawajasema familia ya mwanaume tu. Ni familia zote mbili. Mbona wakati wa kuoana mliita familia zote mbili? Kwenye msiba inakuwaje tena familia moja mnaitenga? Mungu awabariki sana. Sasa naomba ukae mkao wa kuandika namba yangu ya simu. Kama una simu, kopa kwa jirani yako, andika hii namba. Maana lisipokutokea leo inaweza kumtokea rafiki yako, jamaa yako, ndugu yako, ukamwambia hebu jaribu kupata msaada hapa. Sasa hiyo namba ninapokupatia, tafadhali usinibipu. Wewe isave tu. Isave mwanasheria. Ukinibipu unakatwa vocha. 0756 alafu 59 99
10. Narudia tena mara ya mwisho, 0756 59 99 10. Naitwa Amani Mwaipaja au mwanasheria, unaweza kusevu namna hiyo. Asante sana Amani Mwaipaja, mkurugenzi wa kituo cha usaidizi wa kisheria Morogoro, Gifted Mentor, ambaye tumekuwa naye katika mjadala. Amezungumzia wosia pamoja na mirathi, lakini pia tuko na mada ya huduma za malezi, makuzi na elimu ya awali. Amezungumza Innocent Musomyo. Tunakushukuru pia na jambo moja hapa, wakati leo ni siku ya familia duniani, ni muhimu pia tunawashukuru wanafunzi ambao wameshiriki nasi katika mjadala hii pamoja na wanavyuo. Tumejifunza na tunaona kwamba wazazi na walezi wana nafasi kubwa katika malezi na makuzi ya watoto. Lakini pia wanafunzi ambao tunasema ni vijana na wanavyuo, wakienda huko wanasahau yale malezi na makuzi walioyapata kwa wazazi. Wanachukua makundi ambayo hayafai. Sasa tuhakikishe kwamba kwa siku ya leo tunapotoka hapa, kama ambavyo wazazi na walezi walionyesha tabasamu wakati wa makuzi ya mtoto, hakikisha wewe mwanafunzi na mwanachuo unarejesha tabasamu kwa mzazi. Popote ulipo, weka mabadiliko sahihi.